vile sasa nchi inaenda, unajua kuna uhuru na demokrasia ya watu kuongea, na kila mtu lazima afanye kulingana na hiyo sheria na katiba. Lakini Mr. Speaker, in 2018, and I'm sure that bill must have come to the Senate also, you were there that time, the Computer Misuse and Cybercrime Act. Tulipitisha hiyo sheria. Na mimi naomba kama mtu amefanya hatia apelekwe kotini kulingana na hiyo sheria. Fulani amepoteza nini? Iko sheria, watu wapelekwe kotini. Na mimi nataka kuambia Wakenya, tafadhali msiweke mimi kwa coffin kabla wakati yangu hajafika. Unajenda unaweka President of the Republic of Kenya, unaweka yeye kwa coffin, unaweka yeye kwa Twitter na Facebook. Hiyo ni tabia chafu sana. Wacha president, mimi mwenyewe sitaki niweke kwa coffin. Sitaki speaker aweke kwa coffin. Mungu ndio anajua siku ile mtu anaweka kwa coffin. Wewe huwezi kujua. Na watu wanapiga kifua wanasema hiyo ni haki yangu ya kusema. Si haki, huna haki ya kuweka mimi kwa sanduku. Hiyo haki iko kwa Mungu peke yake. It's not by mimi siwezi weka mwingine kwa sanduku. So wale watu ambaye wanasema potea kama wako wapelekwe kotini kulingana na hii sheria tulipitisha bunge ya Computer Misuse and Cybercrimes Act. Lakini hii tabia ambayo Wakenya wameanza siku hizi ya kudhulumu watu kupitia mtandao. Ati fulani ya sasa amekufa, amevalishwa tai na suit, iko sanduku ndani yake. Maana hiyo ni jambo la kuhuzunisha sana, ambayo inafaa tutoe mfano mzuri kwa vijana wetu na watoto wetu. Unaruhusu mtoto yako anaweka mtu kwa sanduku, atoe kichukuliwa, unalia, unapiga kelele. Mbona uzizuie kuua mtu mwingine? Mtu ambaye amewekwa kwa sanduku ni kama mtu amekufa.